Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji, karibu kwa mara nyingine tena katika mfululizo wa mafundisho mbalimbali, na leo tunakuletea mada ihusuyo rangi 4 za kiliturujia ndani ya mama kanisa mtakatifu. Inawezekana miongoni mwetu wapo wenzetu ambao kwa kutofundishwa wanajua kuwa padre huamua kuwa leo altare na mavazi ya kikuhani yawe mekundu au kijani kwa sababu amependa iwe hivyo, au labda kwa sababu Simba na Yanga wanacheza mpira siku hiyo. Si hivyo. Kanisa limeweka rangi 4 zitumike katika liturujia, na kila rangi ikibeba maana fulani ya tendo la kiliturujia. Hivyo basi nizidi kukualika uungane nasi katika makala yetu hii ili ujue rangi hizo zinatumikaje. Lakini pia usisahau kushare na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mfululizo wa mafundisho mbalimbali yanayotolewa katika chaneli hii kila wiki. Kanisa Katoliki linazo rangi 4 tu za kiliturujia. Nazo ni rangi ya kijani, rangi ya zambarau au urujuani, rangi nyekundu pamoja na rangi nyeupe. Kila rangi hutumika kadiri ya utaratibu na mpangilio maalumu wa kalenda ya kiliturujia ya Kanisa Katoliki. Na sasa tuanze kuangalia rangi moja baada ya nyingine, tukianza na rangi ya kijani. Rangi hii hutumika katika kipindi cha kawaida cha mwaka na huashiria matumaini. Kipindi hiki cha kawaida kimegawanyika katika sehemu mbili, ambapo sehemu ya kwanza huanza Jumatatu baada ya sikukuu ya ubatizo wa Bwana hadi Jumapili inayotangulia kabla ya Jumatano ya Majivu. Sehemu ya pili ya kipindi cha mwaka ni ile inayoanza Jumatatu baada ya Jumapili ya Pentekoste hadi Jumamosi kabla ya Jumapili ya kwanza ya Majilio. Kwa hiyo katika kipindi chote hicho rangi ya kijani hutumika katika maadhimisho ya ibada takatifu ndani ya Kanisa Katoliki. Rangi ya pili ni rangi ya zambarau au urujuani. Rangi hii hutumika katika kipindi cha Kwaresma na kipindi cha Majilio na huashiria toba, yaani kitubio. Lakini pia hutumika katika misa za mazishi, ikichukua nafasi ya rangi nyeusi ambayo hapo mwanzoni ilikuwa ikitumika katika misa za wafu. Lakini pia rangi hii hutumika katika maadhimisho ya sakramenti ya kitubio au sakramenti ya maungamo. Rangi nyingine ni rangi nyekundu. Rangi hii hutumika katika sikukuu za watakatifu waliomwaga damu zao kwa ajili ya Kristo. Hawa huitwa wafiadini, yaani waliokufa kifodini. Ni ishara ya ushuhuda wa maisha ya kiimani ambayo mfiadini alionyesha mfano wa kuitetea imani hata kumwaga damu yake kwa ajili ya upendo wake kwa Kristo. Pia hutumika katika siku za Ijumaa Kuu, sherehe ya Pentekoste na misa ya sakramenti ya kipaimara. Katika siku ya Ijumaa Kuu, rangi hii hutumika kuashiria kilele cha mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani na akamwaga damu yake kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini pia katika siku kuu ama siku ya Pentekoste, ambapo Roho Mtakatifu aliwashukia mitume wa Yesu na akawaimarisha ili wakawe mashuhuda wa kweli wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo rangi hii hutumika siku ya Pentekoste ikitukumbusha wajibu wetu wa kuwa mashuhuda wa ufufuko wa Kristo kwa maisha yetu. Katika muktadha huo huo wa kuimarishwa na kuwa mashuhuda, rangi hii nyekundu hutumika siku ya kipaimara kumaanisha au kuonesha kuwa wale wanaoimarishwa na Roho Mtakatifu kwa sakramenti ya kipaimara wanapaswa kwenda na kuwa mashuhuda wa imani katika kuilinda na kuitetea imani, kufa ikiwa lazima, lakini imani ibaki salama. Rangi nyingine ni rangi nyeupe. Rangi hii humaanisha furaha, shangwe,
au utukufu wa Mungu kupitia Kristo na watakatifu wake. Rangi hii hutumika katika nafasi ya kwanza kwa kipindi cha Noeli na Pasaka, pamoja na sherehe nyingine za Bwana wetu Yesu Kristo kama vile Utatu Mtakatifu, mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, moyo mtakatifu wa Yesu na Kristo Mfalme. Hivyo katika sherehe hizo utaona rangi ya mavazi hutumika nyeupe. Katika nafasi ya pili, rangi hii nyeupe hutumika katika sherehe, sikukuu na kumbukumbu za Bikira Maria na watakatifu wasio wafiadini. Kwa mfano, sherehe, sikukuu na kumbukumbu za Bikira Maria ni Maria Mtakatifu Mama wa Mungu tarehe 1 mwezi wa kwanza, maamkio ya Bikira Maria tarehe 31 mwezi wa 5, Bikira Maria kupalizwa mbinguni tarehe 15 mwezi wa 8, Bikira Maria Malkia tarehe 22 mwezi wa 8, kuzaliwa Bikira Maria tarehe 8 mwezi wa 9, Bikira Maria wa mateso tarehe 15 mwezi wa 9 na kadhalika na kadhalika. Sherehe, sikukuu na kumbukumbu za watakatifu wasio wafiadini ni kama vile Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria tarehe 19 mwezi wa 3, Mtakatifu Yohane Maria Vianney tarehe 4 mwezi wa 8, Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu tarehe 1 mwezi wa 10 na kadhalika na kadhalika. Pia rangi hii hutumika katika misa ambazo sakramenti mbalimbali huadhimishwa kama vile sakramenti ya ubatizo, komunio ya kwanza, daraja takatifu na ndoa takatifu. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa channel, nizidi kukusisitiza kuwa usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata mfululizo wa mafundisho yanayokujia kila wiki katika chaneli yako hii pendwa